tumewiwa kuja kuangalia ndugu zetu, wadogo zetu, jamaa na majirani ambao walifiwa na ndugu zao, mayatima. Wote tumekuja kuwatembelea leo, kuwahamasisha, kuwatia moyo kwamba bado tuko nao pamoja kila siku, tunawakumbuka, tunawapenda vile vile na tunawajali. Tumebarikiwa vitu vichache na vidogo tukawaletea kwa pamoja ili kuja kuwapa moyo, kuwapa mshikamano, waweze kujihisi na wao wako pamoja na sisi kijamii, kiroho na maisha ya kawaida. Vile vile napenda kuwashukuru wahusika wa kituo hichi kwa kuweza kulea watoto wengi na wazuri kwa mwenendo mzuri. Watoto wanaonekana ni wenye heshima na adabu. Vile vile tunawapongeza sana kwa kuweza kuwapeleka mpaka shule na wanapata huduma nyingi hapa. Tunawaombea Mwenyezi Mungu waweze kujalia, vile vile waendelee kuenda kufanya hayo mambo kwa hao watoto ili wasiweze kupitia nyakati ngumu wanazoweza kuzipitia wakiwa mitaani wanazurula tu. Nashukuru sana. Cha kwanza tupende kumshukuru mlezi au mkuu wa kituo hiki kwa mapokezi mazuri kabisa ambayo ametuonyesha na ushirikiano wa dhati ambao ametupa tangu tulipokuwa tukifuatilia kituo hiki kutambua ni mahitaji gani wanahitaji, na hivyo sisi kama wanafunzi basi tukaanzisha utaratibu wetu wa kuweza kukusanya mahitaji mbalimbali ambapo ni kidogo kile ambacho tumekileta hapa kwa ajili ya kushare na ndugu zetu. Lakini pia baada ya kufika hapa, lengo letu ni kuleta furaha, matumaini na faraja pale ambapo hapana furaha, pale ambapo pana huzuni. Na hivyo tumefika hapa, tumeweza kuonana na watoto hao wanaishi katika mazingira haya na tumecheza nao, tumefurahi nao na tunaendelea kufanya shughuli mbalimbali zilizopo hapa kituoni hadi pale tutakaporudi chuoni. Sisi kama jamii, sisi kama vijana, sisi kama wasomi na ambao wasio wasomi pia tunao wajibu wa kuigusa jamii hii kwa namna moja au nyingine, kuhakikisha watoto hawa wanapata elimu bora, wanapata malezi yaliyo bora na yale mahitaji ya msingi ambayo wanahitaji kama. Cha ziada ni kuzidi kuasa ndugu, jamaa, marafiki na jamii inayotuzunguka tuweze kuishi kwa mipango, tuweze kuwa na mapenzi au malezi bora kwa wale ambao tunawapata. Unapata mtu amepata mimba alafu amezaa anaenda kutelekeza mtoto sehemu fulani. Hii haipendezi na hata kwa Mwenyezi Mungu ni kosa na ni dhambi kubwa. Hivyo tuwe na upendo wa dhati kwa watoto ambao tunawapata, tuwe na mapenzi ya dhati hata kwa wale jamaa na marafiki wengine ambao huenda hawajaleta katika kituo hiki lakini ni watoto wa mtaani ambao pia wanaishi katika mazingira magumu. Tuwaonyeshe upendo wa dhati. Asante. Okay, tangu tumefika hapa tumeweza kufanya, kwanza tumecheza na watoto, tumeingia jikoni kupika, tumetoa vifusi kuvipeleka sehemu nyingine, tumecheza nao mpira, tumecheza rede, tumejisikia faraja pia na watoto pia wamejisikia furaha. Kitu ambacho tumejifunza, tusaidie watu kwa sababu tunaishi kwa kutegemeana. Na kitu kikubwa ambacho tunaweza tukakisema, Mama Laya Mungu ambariki kwa sababu sio kazi rahisi kulea watoto wote hawa. Kila mtu anafikia labda ndoto yake ama uhitaji au kukamilisha kile ambacho mtoto anatamani kukipata. Ni kazi ngumu kidogo, ila mama anajitahidi, anawalea watoto, anawatunza na sisi tunaendelea kumuombea Mungu amtie nguvu na ambariki. Na sisi kama ni watu ambao tunaishi katika jamii, tunasema kwamba tunaishi kwa kutegemeana. Kwa chochote ambacho tutakuwa tunakipata, tutaweza kumsapoti au kumtia moyo na kumzidishia au kumtia nguvu aendelee kufanya kile ambacho anakifanya kwa sababu ni kitu kizuri katika jamii. Lakini ninachowaomba Watanzania wanaonitazama, tuzidi kuwaunga mkono watu ambao wanajitolea katika kufanikisha kuwatunza watoto, kuwasaidia, tuzidi kuwatia nguvu kwenye chochote ambacho mtu uko nacho, unaweza ukamsaidia mtoto kwa sababu narudi tena kwenye ile point ya kusema kwamba hakuna ambaye anayejua kesho yake. Huwezi kujua unamsaidia huyu mtoto leo, kesho atakuja kuwa nani. Kwa sababu tunaishi katika mazingira ambayo tunategemeana. Kwanza swala la namna hili ni swala la kuguswa sana. Wakati mwingine wanaweza wakawa wengi kama unavyojua katika jamii wasiguswa na swala namna hii. Lakini sisi kama wanafunzi ambapo tunakutana chuoni, tunakutana na wanafunzi wanaotoka katika mazingira mbalimbali. Jambo ambalo wakati tukikutana nao katika kuhadisiana maisha mbalimbali ya watu
namna kila mmoja alivyotokea. Wakati mwingine kuna watu hawajapitia hatua hiyo au mazingira hayo, lakini akikueleza historia yake inakufanya uguswe na maisha yale. Sasa jambo lile la kuguswa na maisha yale ndilo lililotusukuma mpaka kuja kuwatembelea watoto hawa. Tunaamini katika kituo hiki au watoto ambao wako hapa, hakuna aliyeomba kuishi maisha haya na hakuna anayefurahia kuishi maisha haya. Kwa hiyo sisi kama wasomi lazima tutumie fursa hizi au mazingira namna hii kwa kumbuka watu, aidha kwa mazingira ambayo tulipitia sisi wenyewe au kwa mazingira ambayo walipitia ndugu zetu au kwa mazingira ambayo tulisimuliwa na wenzetu. Hivyo ndo kinachotusukuma ili tuweze kufika maeneo ya. Mimi cha ziada ambacho nitasema kwanza ni kushukuru uongozi wa kituo hiki. Na ushukuru sana sana. Hakika nimeguswa kwa idadi ya watoto ambao wanalelewa katika kituo hiki. Kituo ambacho mwanzilishi wake ndio anayehangaika na watoto hawa. Anao zaidi ya watoto 100 plus. Jambo ambalo ni jambo kwa kweli halielezeki. Mimi nikichukulia tu katika hali ya kawaida katika familia, unaweza kukuta mtu anao watoto 2 au 3, anashindwa kuwarisha au kuwahudumia. Lakini mwanzilishi huyu wa kituo hiki anao watoto zaidi ya 100 na katika maelezo yake anasema hawajai kushinda njaa wala kulala njaa. Namshukuru sana kwa hilo. Hili sio jambo tu ambalo anaweza mtu yoyote. Ni jambo la kipekee kwa mtu huyu. Pia jambo ambalo naliongea, na washukuru wale wanafunzi walioguswa ambao ni wanachuo wenzangu, mimi kama rais wao. Nashukuru sana kwa namna walivyoguswa, wamechangia pesa, wamechangia nguo, wamechangia vitu. Kwa namna hiyo mimi nawashukuru. Lakini zaidi walezi wale wanaokaa na hawa watoto, na washukuru kwa namna kipekee, kwa namna wanaowalea, kwa namna wanavyowapa elimu, wanapo wasimamia. Lakini wito wangu kwa jamii ni nini? Jamii iguswe kwamba mama huyu au mtu huyu mwanzilishi wa kituo hiki isiwe adhabu kwake kukaa na hawa watoto. Jamii itambue kwamba na yenyewe ina wajibu kila mmoja, na sio yeye tu. Yeye ameanzisha, lakini jamii usike moja kwa moja kusaidia kituo hiki au watoto hawa kwa namna moja ama nyingine, ili mama huyu asionekane kwamba anao mzigo mzito kwa kiasi hiki. Inatakiwa asaidiwe na jamii. Sio jamii tu iliyomzunguka. Mtu yoyote anayepata taarifa juu ya kituo hiki na akapata historia ya kituo hiki kama ilivyo katika mitandao tofauti, aguswe, achangie, awatembelee, awatie moyo, awaombee. Yaani hapa mimi ni nyumbani kwangu, ndo nakoishi hapa. Mkija hapa mnanikuta niko hapa. Manake hivi watoto yatima sio wote, lakini wengi wao wanafanya kwa ajili ya maslahi ya nafsi zao. Hawafanyi kama ibada. Na utakuta yule mmiliki wa makao hakai kwenye makao. Anakuwa yuko mjini huko, anaishi kwenye nyumba nzuri na magari, watoto wako wanafanya kazi. Kwa hivyo nasaha zangu, unapoamua kufanya ibada ya kulea watoto yatima, kaa nao, wakusugue roho, wakuudhi, ili Mungu pia aone ile imani yako na subira yako. Kwa sababu mtoto ukiwa unakaa mjini wewe, huku wanakaa na wafanyakazi, unakuwa mtoto unamfuga umlei. Lazima ukae naye, ujue mahitaji yake, ujue kila kitu chake. Kwa hivyo natumehusiwa kila mtu yatima atakiwa ukae naye nyumbani kwenu. Yaani kila mmoja akichukua yatima watoto mitaani watakuwa hawapo. Lakini kila mtu anakuwa hataki kuchukua mtoto yatima. Umeona, hususan pengine mke wako hataki au mume wako hataki hivyo. Kwa hivyo tuchukue watoto yatima tuweze kuwalea kila mtu. Hivi kila mtu akichukua mmoja sio unapungua, hata mitaani wanakuwa hawapo. Lakini pia na ndugu pia, anapokufa ndugu, mtu hataki kulea watoto wa ndugu zake. Anamchukua anampeka kwenye makao. Hii sio sawa. Kwa sababu huwezi kujua mtoto wako anaweza asija akakufaa akaja kufaa mtoto wa ndugu yako. Kwa hivyo hapa mimi ni nyumbani kwangu. Muda wote ukija sote unanikuta hapa nyumbani. Kwa hivyo karibuni sana nyumbani kwangu.